Naam, kwa mara nyingine tukiwa katika mifumo ya kuchakata matokeo, kwa wale ambao si wanafamilia, kwa maana hawajaanza kutumia mifumo yangu ya kuchakata matokeo, mifumo ya SADS, nawakaribisha sana katika mifumo yangu, mifumo ya kuchakata matokeo kuanzia primary, level, lakini pia na A level. Niwakaribishe sana katika mifumo hii. Ni mifumo ambayo ni mizuri, lakini pia ni mifumo ambayo inafanya mambo mengi muhimu na makubwa, hasa katika mambo haya ya kitaaluma. Kwa sasa nipo na mfumo wa kuchakata matokeo wa O level. Ni mfumo ambao ni wa toleo la mwaka huu 2026, toleo namba 4 kwa mwaka huu. Ni maboresho ya mifumo ya awali. Mfumo huu ni maboresho ya mifumo ya awali, hasa kwa wale ambao walikuwa wanatumia mifumo ile ya mwaka jana 2025. Basi kuna maboresho kadhaa yamefanyika, lakini pia kwa wale ambao nasema pia ni wageni, hawajawahi kuiona mifumo hiyo au hawajawahi sikia, inaweza kuwa sehemu ya fursa kwa kuifahamu mifumo hii namna inavyofanya kazi. Hii inaonekana hapa ni login tool, kwa maana unapofungua mfumo wako basi utaingia kwa username pamoja na password kwa ajili ya security. Kwa mfano hapo mimi nitaingia, hii natumia trial au demo. Utaingiza kwa username, utaweka neno user, kwa password kadhalika utaweka hapo password, alafu kisha nitakuja kwenye login. Lakini pia kabla sija login, unaweza kuona hapa pana button 3, kuna login, kuna hii button kwa ajili ya ku log out, lakini kama kuna sehemu hii button ya forget password. Hii button inatumika ikiwa user amesahau password lakini anakumbuka username, inaweza kumwekea yeye urahisi wa kuipata ile password yake. Kwa maana ukishaandika, ukisha click pale, kuna vitu vitakuhitaji uviweke, kwa maana utaingiza secret code ambayo naamini wakati una add ile user, una add user kule, utakuwa kuna vitu unajaza kwa jina lako, jina kamili, secret code. Sasa kama umesahau user password, basi hizo taarifa ni za msingi ambazo utaulizwa, ukizijaza basi password yako utaiona. Basi mimi ni login hapa ili niingie sasa rasmi katika mfumo kama ambavyo inaonekana hapa, password and username accepted, thanks for using SADS. Maana nimekubali ile password. Ukisha click okay, itakuja dashboard kama ambavyo inaonekana. Hii inazungumza na wale ambao hawajawahi kuona mfumo huu, lakini kwa wale ambao tayari wanatumia, maana ni kitu ambacho wao wanakijua. Naam, ukija hapa kama ambavyo inaonekana, hii ndio dashboard yako. Ni dashboard ambayo ina mambo mengi, imeweka summary ya mfumo. Yaani dashboard inaonyesha ile taswira ya mfumo, na kwa sababu huu ni mfumo wa matokeo, kwa inakupa ile picha halisi ya matokeo yako. Utakuonyesha mathalan kutakuwa na jina la shule kama inavyoonyesha, na hapa kuna kwa mfano form 4 midterm examination result April 2025. Hii ni heading au ni title ya mtihani ambao unaonekana, yaani matokeo haya yanaonekana ni kwa mtihani huu, kama ambavyo unaonekana hapo. Kuna summary ya performance, 1 ngapi, 2 ngapi, 3 ngapi, 4 ngapi, fails 0 ngapi, incomplete ni ngapi, absentees ngapi na total. Kwa inakupa ile summary. Inakupa GPA, inakupa average, inakupa grade. Hii ni kwa mtihani gani? Kwa mtihani huu wa midterm, lakini kwa darasa la form 4. Kwa sababu mfumo huu unachakata matokeo ya madarasa manne, maana form 1, form 2 na form 3 pamoja. Ni issue ya wewe tu kuselect
hapa nataka kuangalia matokeo gani. Let's say form 1, nikichagua form 1 itakuja matokeo ya form 1 na hapa automatically itaonekana form 1 midterm examination result April 2025. Kwa mtihani gani midterm? Kwa maana type of exam unaweza kubadilisha hapa. Kwa maana mfumo umeweka sehemu 4 za kuweza matokeo. Kuna sehemu ya T1 inategemea kwamba pengine labda ni monthly test. Let's say hapa ni command T1 utakuta ni form 1 monthly test, monthly examination result February 2025. Au kama itakuwa ni MDT maana yake ni midterm, ni form 1 midterm examination result. Kadhalika ni T2 term, au unaweza kuchukua matokeo ya yote kwa pamoja. Unaweza kuonyesha kwa labda form 1 first term combined examination result 2025. Hiyo ni sehemu ambayo ya kwanza inaonyesha katika kwa hii ni summarize. Inakupa ile taswira matokeo kwa haraka. So lazima uingie kwenye mikeka huko ili uangalie matokeo. Pale na inakupa ile picha. Lakini pia unaweza kuona wale best 10 students, wanafunzi 10 bora ambao wanaonekana hapa upande huu wa kushoto. Na pia hapa pia unaona ile last 10 students upande huu wa kulia kwa wanafunzi hawa wa form 1. Kadhalika ukibadilisha darasa watakupa. Kwa mfano hapo nichukue form 3. Form 3 first term combined examination watakupa majina yake ndio haya best 10 na hawa na last 10 ni hawa. Lakini pia sehemu hiyo ndio inakupa ile presentation ya graph. Alama kwa kila somo, performance zao zipo zinajionyesha hapa pamoja na graph. Maana hata kama ukibadilisha aina ya mtihani, chukua mfano hapa nichukue T2 kwenye darasa hilo T2, unaweza kuona hata graph inabadilika na zile performance ya kila somo inabadilika. Hata kama nikibadilisha darasa, kwa mfano nichukue darasa kwa mtaala mpya, nichukue labda form 2 au nichukue form 1 ambao kulikuwa na mtaala mpya kwa mwaka jana, unaweza kuona hapo yale kwa sababu madarasa yapo 4 na kila darasa linakuwa na masomo yake. Kwa yale masomo utaona pia yanakuja hapa mabadiliko. Kwa sababu mimi sijabadilisha, nimeweka nilipokuwa naweka katika trial, sijaweka kwa muktadha wa ile hali ya list ya shuleni. Maana utakuta form 1 kuna civics, kuna history, vitu kama hivyo. Naam. Lakini kwenye dashboard pia kuna zile printouts. Choose result for printing. Hapa inaonyesha kwamba ukishachakata unaweza kupata product gani. Zipi unazipata? Zipo product takriban 13 kwa uchache wake. Japokuwa hapa command button zipo chache, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Zipo 9 zile printout. Lakini kuna baadhi ya command zinafanya kazi mbili katika sheet moja. Kwa mfano nikiselect hapa grade or marks, nikiselect hiyo inanipatia hii sheet hapa, wanafunzi namna walivyo perform kwa kutumia grade zao kama ambavyo unaonyesha hapa. Performance kutokana na grade au marks. Hapa zinajionyesha marks. Naweza nika switch show grade. Nikiswitch hapa show grade zitakuja grade tu. Kwa hiyo inafanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Lakini pia nikiswitch nikija kuchoose hii grade and marks. Hapa hii ni sheet ambayo inafanya kazi mbili katika sheet moja. Ni issue tu ya una switch index number au una switch performance. Hapo ilipo maana yake ipo according to index number. Mwanafunzi namba 1 kwamba index number yake ya kwanza itakaa juu, itakuja ya pili mpaka mwisho. Lakini niweza nikaswitch by performance kwa maana ile ya kwanza awe juu. Nikiswitch hapo kama inaonekana position, itaanza kwanza itakuja ya pili mpaka mwisho. Hiyo ni maana yake kuna marks pamoja na grade. Kila somo marks pamoja na grade. Naam, lakini pia kuna detail result ambayo haya ni matokeo
kama vile ambavyo ina display nectar kama ambavyo unaona. Lakini pia kuna wale wanafunzi waliofanya vizuri na wanaofanya vibaya. Best and poor performed students. Hii ni sheet ambayo inafanya kazi mbili katika sheet moja. Ima udisplay best performed kama ambavyo inaonekana hapa, ambapo kuna the poor performed, wanafunzi ambao wamefanya vibaya kutokana na criteria ya upimaji iliyotumika, ambao hapa imeonyesha hapa minimum criteria pass ni wastani wa 45, average pass ya 45. Lakini naweza nika waliofanya vizuri sasa, ambao wamefika, hawa ndio ambao hawajafikia wastani huu wa 45. Nataka niangalie best performed, kwa maana waliofikia katika hiyo criteria. Nitaswitch pale kwenye best performed, automatically itaniambia best performed student na wanafunzi ni hawa ambao ni 19. Wale ambao hawajafikia wamenionyesha ni 81 kama ambavyo inaonekana hapa, na waliofikia nikiswitch best performed ni 19 ambao wanaonyesha hapa. Hiyo ni miongoni mwa product inayopatikana na system hii. Lakini kuna best subject best 10 students. Hapa ni wanafunzi 10 bora na wanafunzi 10 dhaifu katika kila somo. Kama ambavyo inaonekana, hii ni last 10 students katika civics, itakuja kwenye history na masomo mengine yote yalikuwa yamefanywa na wanafunzi. Kama nataka best, nitaswitch tu kwenye best hapa, sababu best 10 nikiswitch itanipa best 10 students, wanafunzi hawa na score zao kama ambavyo zinajionyesha hapa. Lakini pia product nyingine nitaipata ISEL, ambayo ISEL itatumika kusaini wanafunzi madarasani wakati wa kufanya mitihani, lakini pia itatumika kama score sheet. Marks zitajazwa hapa na mwalimu wa somo au walimu waliosahisha, tayari kwa ajili ya kwenda kuingizwa katika mfumo au katika template fulani. Lakini hii ina sehemu ya namba za simu. Yule anayetumia mfumo anaweza kawa na option a print na namba za simu au asiprint namba za simu. Kwa mfano hapo namba ya simu inajionyesha, nikienda kuprint automatically hapo itaonekana namba za simu kwa ajili ya security na hiyo namba kwa wazazi, na kutokana na mazingira ya utapeli kwa sasa, basi wakati mwingine kumbe unaweza kuprint bila kuzionyesha hizo namba. Kwa bila maana yake unaziacha kwenye mfumo lakini hauzionyeshi. Maana nitakwenda ku switch hapa kwenye hide phone number, nikiklik hapo automatically ile namba haionyeshi. Kwa bado namba ipo katika mfumo lakini una print bila kuzionyesha namba kwa ajili ya usalama. Na pale ambapo inahitajika kuprint na namba, basi utacommand pale katika show phone number, namba zitajionyesha, kisha utaenda kuprint. Hiyo ni product nyingine. Lakini product nyingine ni result summary. Hii inaonyesha performance ya kila somo, kama ambavyo inaonekana hapa. Kama ambavyo inaonekana unaona ni number of A's, B's, C na kadhalika. Lakini pia inaonyesha combination analysis. Hii pia kwamba wanafunzi gani wa balance combination na wanafunzi gani hawaja balance combination, na wale ambao balance combination ni combination gani balance. Hii pia inaweza ikawa motivate wanafunzi katika somo yao, katika maana kwa kuzingatia yale malengo yao. Na pia inaonyesha tathmini ndogo, kwa maana wanafunzi wa balance combination ni wangapi, M na K, lakini wanafunzi wa balance combination ni wangapi, M na K. Hii pia inaweza ikaleta picha pia unapokuwa unafanya tathmini ya matokeo. Lakini combination gani wamebalance wanafunzi wengi inakupatia kama ambavyo inaonyesha hapa. Hiyo ni miongoni mwa product ya mfumo huu. Lakini mwisho kabisa inaonyesha ripoti ya mwanafunzi mmoja, kila mwanafunzi inaonyesha pale ripoti yake. Naam. Baada ya hapo nadhani kwenye sehemu ya dashboard naweza nikawa nimeelezea hapa, lakini pia kabla sijamaliza kuna vitu vingine vinapatikana katika dashboard. Unaona kuna sehemu hii ya
add user. Kwa mfano unapopata mfumo kwa mara ya kwanza, kuna username zile za kuanzia ambazo unatumia kufungulia. Baadaye unaweza ukaadi sasa username za kwako na zile ambazo ulizitumia mwanzo ukazibadilisha, ukaziondosha kabisa kwa ajili ya security, kwa ajili ya usalama. Na pia mfumo unaruhusu kuwa na users zaidi ya mmoja. Unaweza kuwa na users watatu. Kuna katika ofisi ya taaluma unaweza mkawa na walimu wawili, basi kila mmoja akawa anaingia kwa user info, user details za kwake, login za kwake. Lakini pia hata kwa shule anaweza kuwa na ya kwake, au kwa zile shule ambazo zinafanya kazi na mwalimu takwimu kadhalika. Lakini muhimu, maana mfumo unaruhusu kuwa na user zaidi ya mmoja. Naam, lakini pia katika dashboard hii kuna sehemu ya guidelines, ambayo katika guidelines ni baadhi ya maelekezo machache ambayo yamewekwa, ambayo yanaweza yakasaidia kwa namna moja au nyingine. Maelezo haya ambayo kidogo ni muhimu wakati mwingine wakiwa unayapitia kuangalia namna gani mfumo unafanya kazi. Katika sehemu hii kuna sehemu ya subjects, kwa maana mfumo huu tayari kuna masomo haya ambayo yanajionyesha civics, history, kama ambavyo inajionyesha hapa. Hivyo hata kama unapata mfumo, basi utaangalia katika masomo haya somo gani ambayo halipo. Kama somo halipo katika orodha hii, basi unalazimika kuliadi, na tayari katika mfumo kuna sehemu ya kuadi somo hili lionekane hapa. Lakini pia tofauti na hapo kuna combinations, kwa maana mpaka sasa combination ambazo zinaweza zikawa analyzed ni hizi, tayari zinafanya kazi katika mfumo huu kwa sasa, kama ambavyo inajionyesha hapa: HKL, HGL, HGF, HGL, hizo DKL, IHL, yote hizi za language kama zinazoonyesha hapa. Kuna za business, kuna za science, hivyo. Kwa hiyo inafanya kazi zaidi ya combination 40 kwa sasa hivi, zaidi ya combination 40, na bado tunaendelea kuongeza. Katika mtaala mpya tayari kuna combination 88. Bado mchakato unaendelea kwenda kuziongeza hizo combination. Nataka mfumo huo unaweza ukawa una uwezo kuchakata shule yoyote ile. Hizo ni combination. Lakini pia kuna terms and conditions ambazo ni muhimu pia kuzijua. Unapotumia mfumo hii kuna zile terms zipo na conditions ambazo zitakusaidia wewe wakati wa kutumia mfumo. Lakini pia kuna kuhusiana na mfumo, kama unataka kujua kwa ufupi, basi kuna maelezo machache kuhusiana na mfumo huu. Kwa maana kijumla yake ni kwa ufupi. Hiyo pia inapatikana katika dashboard. Lakini pia inaonyesha katika dashboard contact za developer, ambapo inaonekana hapa ikitokea kwamba una changamoto yoyote, basi unaweza ukawasiliana na developer kwa kutumia namba hizi au email hii ambayo imewekwa katika dashboard. Pia unaweza kupata sasa hizi link, kwa sababu dashboard tafsiri yake inatoa dira ya sehemu zote za mfumo. Dira yote ipo katika dashboard. Kwa mfano hapa kuna command ya kwanza ni hii ya log out. Nikiklik hapa itaniambia, je, we want to exit the system? Nitaki ku exit, kwa nitasema no. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu nyingine ni register pamoja data entry. Sehemu hii itatumika kuregister wanafunzi, lakini pia kuingiza alama. Na sehemu hii kwa mfano hii ni form 1 data entry sheet, lakini unaweza kaingia form 2, lakini pia unaweza kaingia form 3, lakini pia unaweza kaingia form 4. Hizo data entry sheet tumeka kuingiza majina, lakini pia kuingiza alama za wanafunzi. Kama nilivyosema awali, sehemu za kuingiza alama zipo 4: T1, MDT, T2 pamoja na term.
na mfumo uliokuwa nao una accommodate masomo yasiyozidi 12, masomo yasiyozidi 12. Katika sehemu hii ya data entry una sehemu ya kuongeza somo. Mathalan hapa masomo ambayo yapo ni haya ambayo ni civics, history, na ili uyaone kwa haraka unaweza kufika hapa kwenye add or remove subject. Ukigonga hapo, ukiclick, masomo ni haya. Hayo ndio masomo yaliyowekwa haya. Mfano form 4 subjects haya, kwa sababu ile sheet niliyokuwepo ni form 4. Kwa kama kuna somo katika shule yangu halipo, basi nitalitoa. Au naweza nikafuta masomo yote nikapanga upya kama ambavyo nahitaji mimi. Hiyo itakuwa katika siku zingine. Niko kwenye data entry, kwa data entry sheet. Hiyo ni sehemu. Lakini pia kuna sehemu ya kusort. Hii pia kwa maana tutaizungumzia kwenye wakati mwingine, kwa maana unaweza ukasort bila kutengeneza template nyingine nje, kwa sort kule ukaleta katika mfumo. Hapa unaweza ukasort. Lakini kuna clear data. Pia unapata kuna usumbufu wakati wa kufuta data, kwa maana mpaka highlight sehemu ya majina, ufute highlight kwenye sehemu za maxi, ufute. Kwa hiyo inachukua muda pia na inaleta usumbufu. Lakini hapa sasa hizi unaweza clear data. Ndani hiyo sehemu itakuwepo kwenye nyakati zingine kuelekeza kwenye hiyo namna ya kufanya kazi. Lakini sehemu nyingine inapatikana hapa ni sehemu ya processing result. Hiyo command tujalie umeshamaliza kuingiza data, umeshaingiza taarifa za wanafunzi, umeshaingiza alama zao, kila kitu kipo tayari. Kwenye issue ya data entry umeshamaliza, kinachofuata ni processing of result. Sasa katika processing of result unaingia katika sehemu ya processing result. Ukiingia hapo inaletea E2, processing result 2. Hii sehemu ya kwanza inaonyesha lower, kwamba ianze ngapi. Ndio kitu cha msingi. Utaweka zile A 75, B 65, C 45, D 30, vitu kama hivyo. Na zile comment zitaziweza hasa katika ripoti ya mwanafunzi. Na GPA values hizi zinatumika sana kwenye calculations za divisions. Baada ya hapo ni sehemu pia unaweza kama zipo sawa utasave. Kama kuna marekebisho utafanya marekebisho, kwa hiyo utasave. Lakini pia unaweza kuconfirm division value. Unapoandika division value, confirm pale unakuletea zile division values. 1 inaanzia ngapi mpaka 1, ngapi mpaka ngapi. Hii pia utaziangalia kama zipo sawa, una save. Kama zipo sawa utarekebisha kisha utasave. Sema please wait for a few seconds while saving this data. Okay. Sababu wakati mwingine kwa wale ambao wanachukua mfumo ambao wana wanafunzi wengi, wakati mwingine inaweza kuchukua mpaka sekunde 10. Wanatakiwa kuwa patient. Lakini kwa mfumo ambao hapa natumia mfumo ambao una accommodate wanafunzi 100, haichelewi. Tayari nimeshaandikia save. Kwa tayari nimefanya. Lakini pia kuna select ranking option. Kuna wengine wanapendelea kufanya ranking kwa rank ya wanafunzi, zile positions zao according to performance. Inawezekana kuna wengine wanatumia division, performance ya division, na wengine wanatumia division performance ya average. Kwa maana yake mtumiaji upo huru kuchagua, je, atawarank kwa kutumia average au kutumia division, utachagua pale. Lakini pia hii inaweza kusaidia kufanya penalty kama unataka boost performance ya mathematics kwenye shule yako. Unaweza kumwambia wanafunzi tutafanya penalty. Japokuwa kwa sasa hivi NECTA wameondosha hiyo ya kufanya penalty ya performance ya mathematics, lakini mfumo umeweka kama ni sehemu ya choice. Unaweza ukaitumia au usiitumie. Na baada ya hapo kuna sehemu ya hii dashboard, maana yake inakurudisha kwenye dashboard. Hii kuna analysis. Analysis unafanya upimaji. Na hii hasa itatumika wakati wa kuandaa ripoti zile za kwenda nyumbani, zile print out ambazo ni hard copy. Kuna sehemu ya maoni ya mkuu wa shule. Sasa mkuu wa shule kuna namna anamwambia yule mwanafunzi alifanya vibaya, na kuna namna anamwambia yule mwanafunzi alifanya vizuri.
Sasa consideration ya mwanafunzi kufanya vibaya au kufanya vizuri ni ipi? Ndio nimekuwekea sehemu ya upimaji hapa. Upimaji wa namna ya kwanza, unakuja unapima ufaulu kwa wastani. Kama utatumia average basi utakubali ndio, na automatically utakwambia, nikisema average inakwambia weka wastani ufaulu kufanya upimaji kwa kutumia wastani. Nikisema okay, itaniambia upimaji wa namna kutumia wastani. Wastani wa ufaulu ni upi? Nitaweka let's say ufaulu 45 labda ni mkubwa, kwa nitasema okay, napunguza, naweka 35. Nikiweka 35 sema sawa, tayari wanafunzi waliopata kuanzia 35 na kuendelea au watahesabika wamefaulu, na wale waliopata chini ya 35 wataonekana wamefeli. Kwa hata nikija pale kwenye dashboard, hapo sorry, nikiingia katika poor and best performed, nikija hapa, kumbuka mwanzoni ilikuwa wastani hapa 45 kipindi kile cha mwanzo. Minimum criteria pass, best ilikuwa ni sasa hizi ni 82. Kumbuka mwanzo ilikuwa ni 19 kama kumbukumbu ziko vizuri, na wale ambao walikuwa wamefanya vibaya walikuwa ni 81. Lakini sasa hizi nilivyoshusha wastani wa ufaulu kutoka 45 kuja 35, ni faulu wengi ambao ni 82, na waliofeli ambao ni poor performed ni 18. Ilikuwa kama ni exchange. Hiyo ndio kazi ya ile upimaji. Lakini pia naweza nikatumia namna ya pili ambayo ni unapo napima kutumia wastani. Nikisema hapana, nasema weka division ya ufaulu, kwa sababu namna ya pili ni kutumia division. Nasema okay, naambia division ya ufaulu ni ipi? Nasema okay, waliofaulu hapa inaonekana division 3 ndio mfaulu. Nikirudi nikiangalia performance sasa hivi kwenye best and poor performed, naweza nikapata 80. Minimum criteria pass division 3, waliofaulu ni 80. Maana yake tafsiri 80 kwa ngapi? 80 kwa 15. 80 kwa 15. Lakini pia naweza nikasema okay, waliofaulu mpaka 4. Basi nitaenda kule nitaweka performance ya nini upimaji, niweke division 4. Nitakuja hapa nitaweka division 4. Nikiweka division 4 automatically, kwa sababu nimeshusha ufaulu, kwa waliofaulu wataongezeka. Nikija hapa waliofaulu automatically lazima waongezeke, sasa hizi ni 95. Kwa hivi ndio namna ambavyo mfumo unafanya kazi katika sehemu ya processing result. Kwa mkuu wa shule akiandika waliofaulu hongera, basi wote waliofikia hiyo vigezo wataandikiwa hongera. Na wale waliofeli wakiandikiwa dhaifu au kwa namna ambavyo mkuu wa shule ataona ni vizuri kuandikia hao katika namna ya kumotivate, basi wale waliofeli wote wataandikiwa kwa namna hiyo ambayo mkuu wa shule atakuwa amependa. Hiyo ni sehemu analysis. Lakini kuna sehemu nyingine hii ya complete report. Nikija kwenye complete report, kumbuka haya yote yanafanyika hasa kwenye sehemu ya uchakataji. Hapo ndo kutakuwa na issue ya stream. Unapofanya usajili wa wanafunzi lazima wasajilie mkondo, kila mmoja mwanafunzi huyu mkondo gani. Basi utawasajili hapa. Chagua, nikiklik stream ataniambia chagua darasa. Chagua kwa mfano form 1. Pale kuna inaonekana class stream 1 ni 1A. Kama kuna stream nyingine nita add. Nitakuja hapa nitaandika labda 2 au nini 1B. Nitamwandika na mwalimu wa darasa. Let's say mwalimu wa darasa ni Juma Konde. Namba ya simu mfano 0782 45 78 10. Hiyo ndio namba ya simu. Kisha nitasema add stream. Nikiadi pale tayari stream yake inajionyesha hapa. Sasa stream B ni 1B. Kwa nikirudi pale kwenye data entry sheet, nikirudi pale kwenye data entry sheet dashboard, kwenye data entry hapa ya form 1, nikija katika stream tafuta 1A na 1B, zile ambazo ni add kule. Hiyo ndio mfumo namna
unavyowasiliana. Hiyo ni sehemu ya complete report, hasa katika sehemu ya streams. Lakini kuna sehemu ya maagizo. Nikiklik kwenye maagizo kama yapo hapa, kuna sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu. Nikisave, nikiandika nitasave. Kama sitaki chochote katika haya maagizo, nitafuta sehemu ya kwanza, nitafuta sehemu ya pili, nitafuta sehemu ya tatu, afu nitasave. Kutoka katika report hakuna maagizo. Lakini pia nikirudi back, kuna sehemu ya maoni. Sehemu ya maoni hapa sasa tutazungumzia maoni ya mkuu wa shule, head of schools comment. Nitaandika jina la mkuu wa shule, kwa mfano Faruk Alhaki Omar. Aliyofanya vizuri ndio ile, kutokana na ule upimaji. Alifanya vizuri, hongera na ongeza juhudi. Na alifanya vibaya, unatakiwa ongeza juhudi zaidi katika masomo yako. Yule ambaye hajafikia vile vigezo vya ufaulu utaviona pale mwanzo. Hiyo kama kuna namna nyingine, basi inaweza kuandikwa namna iliyokuwa bora zaidi kwa namna utakapokuwa mnahitaji. Na huku kuna class teachers comment, maana wanafunzi waliopata wastani wa A. Hii imeshakuwa fixed. Wanafunzi waliopata wastani wa A, waandikiaji wataandika hivyo. Wanafunzi waliopata wastani wa B, waandikiaji wataandika hivyo. Wanafunzi waliopata daraja wastani wa C itamwandikia hivi. Na wanafunzi waliopata chini ya daraja C, kuna namna itawaelekeza, itawaambia pale. Hao ni maoni ya mwalimu wa darasa. Na kila ukiandika kitu kama maoni ya mwalimu wa darasa, bado utasave. Maoni ya mkuu wa shule utasave. Na hapa katika maoni ya mkuu wa shule, kwa sababu yana link na upimaji ambao umefanyika kule kwenye analysis, na ndio maana umepewa link ya analysis hapa. Umepewa kigonga hapa, utapeleka kule kwenye namna ya upimaji, ima kutumia wastani au kutumia division. Na nikirudi back ili nione kitu kingine, ni sehemu ya tabia. Kwenye sehemu ya tabia hii pia inakuja kwenye ripoti ya mwanafunzi. Nikiklik hapa, hii pia ni sehemu ambayo nimeiongeza katika maboresho. Mwanzoni ilikuwa nikiingia kwenye tabia, unaandika tabia ya mwanafunzi mmoja mmoja. Kwa kuna baadhi ya walimu wanapata changamoto, hasa zile shule ambazo zinakuwa na wanafunzi wengi, wanafunzi 500, 800 kwenye darasa moja. Basi nimeongezea sehemu ya kujaza tabia zinazofanana kwa wanafunzi wote. Kwa mfano hapo kuna sehemu ya express ambayo ni one to all. Nimeandika sifa fulani, lakini ziende kwa wengi, ziende kwa wote, lakini baadaye unaweza kuwasoti wachache ambao wana sifa ambazo zitakuwa ni tofauti. Kwa mfano hapa nikichagua express, individual ndio ile iliyokuwa tangu mwanzo, lakini nimeongeza sehemu ya express. Nikija hapa na niambia nichague darasa. Mimi kwa mfano nichagua form 1. Nikichagua form 1 itaniletea hii tabia za wanafunzi wa kidato cha kwanza, express field. Ndio hiyo hapo. Naweza nikachagua bana wastani A, wastani wa A. Wastani wa A. Na nini wote wastani wa B. Na kliki B, hapo panaandika kwa mfano inaridhisha. Andika hapo inaridhisha, kisha na save. Are you sure you want to update behaviors for all Form 1 students? Yes. This process may take a short time. Please be patient. Na kwa wale ambao wana wanafunzi wengi, utakuta mfumo wao ni mkubwa, unaweza kuchukua kutungine mpaka sekunde 10. Kutumia kama wale wanafunzi utakuta mpaka 1000, unaweza kuchukua wakati mwingine mpaka saa mpaka dakika moja. Sio saa, ni dakika moja inaweza kachukua. Lakini mimi hapa ambao mfumo wangu una accommodate manake wanafunzi 100 tu, haiwezi kuchelewa. Sema okay, nikiklik hapa nitasubiri kidogo. Baada punde itaniletea message kwamba tayari, kama ambavyo unaona behaviors are successfully updated for all Form 1 students. Okay. Kwa hata nikiview hapa na view all, itaniambia hapa inaonekana hapa hizo wanafunzi wote wameandikiwa B, inaridhisha wote. Kama nataka ni edit baadhi, basi nitakuja kwenye edit. Nikija katika edit itaniletea sasa ile one to one, ile individual. Kwa mfano sasa nataka nimuedit mwanafunzi fulani, kwa nitakuja kumpick hapa, tafuta jina la mwanafunzi. Nikija kuchagua hapa jina la mwanafunzi, kwa mfano nataka nimbadilishie huyu mwanafunzi anaitwa Amina Rajabu Mkwao.
Ukifika hapo tayari ilikuwa ni hivi. Huyu bwana tabia yake ni nzuri sana, sio B. Kwa nitaandika A, alafu nitasema nzuri, ana bidii sana, ana bidii sana. Andika nzuri, sorry hapa, nzuri na ana bidii sana, kisha nitasave. Save, successfully saved. Kwa nikienda ku view utakuta Mila Rajabu Mkwawa inaonekana hapa na sana A. Kwa unaweza kufanya kwa wanafunzi wachache na kwa simplify kwa kiasi fulani. Hiyo sehemu nimeweka, lakini pia katika sehemu nyingine ya processing, katika sehemu hiyo ni sehemu ya titles, kama ambavyo inaonekana hapa titles. Ukifika hapa katika titles, katika vile vichwa vya habari vya yale matokeo yanaonekanaje? Kama nilivyosema, mfumo unaruhusu kuingiza matokeo ya sehemu 4. T1 inaweza ikawa ni monthly test, T2 ni MDT ambayo ni midterm, T2 ambayo inaweza ikawa ni monthly test baada ya midterm, lakini kuna term inaweza ikawa terminal kwa term ya kwanza au annual ikiwa ni term ya pili. Lakini kuna vichwa vya habari vingine ambavyo ni vya general kama ambavyo inaonekana hapa, general titles for all classes, kama madarasa yote kuna hizi title. Kwa mfano ile topmost title, the president office, regional administration and local government, kama hicho. Wale wanafunzi ambao ni qualified itakuwa inaonekana na vitu vingine. Lakini kuna hii ambao kwa wale ambao wanatuma SMS kwa wazazi, basi kuna sehemu ya title hii, mitihani ya robo muhula March 2025. Hii inaonekana katika SMS. Hii title ni katika SMS tu, haitokei kwenye mikeka. Lakini kuna zile titles ambazo ni specifically kwenye madarasa. Kwa mfano form 1 kuna yale kama ulivyokuwa unaona kule nikibadilisha darasa inaonekana labda ni form 1 nini, basi utakuja class wise titles. Nikija hapa naweza nikachagua za form 1, itaniletea hizi titles kwa ambazo zenyewe hizi ni special kwa ajili ya form 1. Mfano ripoti ya mwanafunzi form 1 mwandikiaji, ripoti ya maendeleo matokeo cha kwanza, hapo itakuwa ni cha kwanza, hapa cha kwanza muhula wa kwanza 2025. Tabadilisha kadhalika, kuja hapa labda combined result, yani ni print matokeo ya kukusanya matokeo yote manne, iandikaje labda form 1 first term combined examination result 2025. Je, ile T1 ni mtihani gani? Inawezekana ni fitness au inawezekana ni monthly. Kama ni monthly andika form 1 monthly examination result February, kama hivi. MDT ilikuwa ni mtihani gani? Na kila shule inakuwa system zake za mitihani, kama ni joint kama ni nini itakuwa inaandika. Lakini tafsiri ya MDT na T1 na T2 na term ipo kwa mwalimu mwenyewe kama ambavyo atanemu hapa. Baada ya hapo una save. Form 1 title save. Sema okay. Unaweza kaenda form 2, unaweza ukaenda form 3, unaweza ukaenda form 4, unaweza kufanya hivyo. Lakini sehemu ya mwisho ni sehemu ya subject. Tumesoma hii sehemu ya subject imekuwa link kule katika data entry sheet. Unaweza ukaadi masomo au ukaondosha masomo katika orodha ya masomo katika darasa fulani. Nonga hapa tutakwambia chagua darasa, mfano labda form 2, basi nikafika form 2 mwaka huo hapo katika mtaala mpya wa civics. Basi ninapotaka nilitoe ili na nini, ninapotaka niondoshe civics, nitahakikisha masomo yote ya chini. Civics ni somo la kwanza hapa, basi nitaondosha na masomo haya yote kuanzia S2 mpaka S12 nitatoa, kisha nitaanza kuyapandisha upya yake kwa namna nitakavyohitaji mimi. Na baadaye nikishamaliza naweza nikaingia kwenye data entry hapa. Umeona? Naweza nikaingia kwenye data entry kuangalia masomo na utapokuwa ikiwa somo nataka niondoshe somo. Mathalan nataka niondoshe somo la literature in English, nitoa somo. Nitakuja hapa kwenye pick subject hapa kwenye eneo hili nitapick
Kumbuka kule nilikuonyesheni masomo yote ambayo yako katika mfumo hapa. Kwa nitapiki literature. Wakati mwingine nikaona hivi kazi ku scroll. Nikiandika tu li, maana yake inakuja literature in English tayari. Kisha nitali delete subject. Delete subject. Inaniambia do you want to delete subject? Nitasema yes. Yes, niliondosha sema subject removed. Automatically somo halipo. Nitafanya hivyo kwa masomo mengine. Tujalie kuna somo halipo hapa. Kwa mfano katika hii orodha hapa hakuna somo la theater art. Somo la theater art hapa okay lipo. Hakuna somo la nini hapa? Hakuna somo la tourism. Yes. Hakuna somo la tourism. Na wewe kwako pengine ipo hiyo tourism. Basi utaliongeza. Au somo la lakini muhimu kwa maana katika hiyo orodha ya masomo hapa kuna somo hapo kwako unafundishwa, lakini hapa katika orodha haipo. Basi lazima uliweke kwanza kabla hujalitumia kwenye darasa husika, lazima uliingize kwanza katika mfumo. Maana yake katika port hapa kama ni add subject to report, lazima add subject to report. Na namna ya ku-add lazima maana yake unakuja hapa unakuja mfano nitoe hapo delete ile somo mathematics. Haya, nakuja hapa katika subject, nitaandika jina la somo, halafu nitaandika kifupi cha hiyo somo iliandikwaje, nitaandika kodi namba yake kama naikumbuka kwa wakati huo. Ikiwa ulikumbuka kwa wakati huo sio shida, ingiza tu jina la somo na kifupi cha hilo somo, halafu badala ya kutumia command hii ya add subject ambayo ina rangi ya kijani hapa basi nitakuja ambao katika sehemu hii maandishi meupe kwa background ya kijani, nitakuja kutumia command hii add subject to report, maneno haya ambayo yana rangi ya njano kwa background nyeusi hapa ndio nitaliaje. Na nikisha add sitaliona huko kwenye hiyo orodha kwanza, kwa sababu bado sijalitumia kwenye somo kwenye darasa husika. Hapo maana yake nimeliweka kwenye mfumo kwanza ili liwe tayari kwa kutumika. Kwa nikishaliweka katika mfumo automatically utaliona huko limekuwa added. Baada ya hapo unaweza sasa ukalitumia sasa rasmi katika somo katika darasa husika. Naam, hiyo ilikuwa ni sehemu ya subject. Lakini sehemu nyingine nikirudi, hiyo ilikuwa ni sehemu ya mwisho. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya mwisho ya subject. Nikirudi pia kwenye sehemu hii kuna sehemu ya tarehe ya kufunga shule na tarehe ya kufungua shule ambayo pia inajitokeza katika ripoti. Nikimaliza nitasave hii tarehe, baadaye nitakuwa nimeshamaliza. Lakini pia sehemu hii ndio ambayo unaweza kubadilisha postal address ya shule, ipo mkoa gani, email kama ipo, na namba ya simu na center number. Center number itajitokeza kule kwenye namba ya mwanafunzi, itajitokeza kule. Utahakiki kama ipo sawa, na kama utakubadilisha ukiandika, hakikisha usisahau kusave hapa. Kama ukisave hapa tunaendelea successfully saved. Kitu kama hicho. Ukimaliza unarudi kwenye dashboard, tayari unaangalia kitu gani sasa unapaswa niendelee kufanya. Na hapo itakuwa tayari umeshamaliza mambo ya ukataji wote, tayari matokeo kwa kuprintiwa. Na pia unaweza ukatuma kwa ripoti za wanafunzi kwa SMS, kwa maana kama ambavyo inaonekana hapa view SMS. Kuna hizi SMS. Ukiandika namba ya simu ya mwanafunzi, basi SMS yake itaonekana hivi. SMS inaonekana hivi. Lakini kadhalika kama namba ya mwanafunzi hujaiandika, maana yake pia SMS yake haiwezi kuonekana. Naam. Nikirudi pia kwa ufupi itakuwa nimeelewesha kinaga ubaga kuhusiana na mfumo huu wa kuchakata matokeo kwa O-level. Na huu ni mfumo ambao unaaccommodate masomo 12, lakini pia ikiwa una masomo zaidi ya 12, uko mfumo ambao unaaccommodate masomo yasiyozidi 13. Mfumo ambao unaaccommodate masomo yasiyozidi 13.
na bado tunaendelea kuboresha ili tupate mfumo ambao unaweza kuchakata matokeo ambayo yasizidi 14. Naendelea nao na maoni bado tunaendelea kuyahitaji ili kuendelea kuboresha mifumo hii ili mwisho wa siku tupate kile ambacho tunakihitaji. Nikifika hapo, nashukuru sana kwa kutenga muda wenu kunisikiliza. Natakia majukumu mema.